Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tutachapa makofi na vigelegele kwa ajili ya maneno ya Mungu. Amen. Amen. Tumesikia mahubiri vizuri sana. Mtumishi wa Mungu alikuwa wazi na kila mmoja wetu amepokea ya kwake. Na kila mmoja wetu amesikia ni kitu gani ambacho Roho wa Mungu anaongea na kanisa kwa siku ya leo. Kwa kweli maneno ya Mungu huwa iko wazi kila siku itopo leo. Ijapokuwa mwili unakuwa na tamaa zake, ijapokuwa mwili unakuwa na kiburi fulani ambacho tunakuwa nacho cha uzima, lakini tujue ya kwamba tuko wapitaji na wasafiri. Lakini ni vizuri kuandaa maisha yako ya kesho, kuandaa huo uzima wa milele ambao tunakuwa nao kumpitia Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndio maana tunasema asante mara tena kwa neno ambalo Roho wa Mungu waambia kanisa siku za leo. Acha neno hili likae ndani mwako na lizae matunda mara tena jioni ya leo katika maisha yako. Mahali ambapo uko tu, utafunga macho yako chini na kumwambia Mungu, ninasema asante Bwana kwa sababu nimesikia sauti yako jioni ya leo. Yawezekana maisha yako imekutoa mbali na mapenzi ya Mungu na huku unakuwa mbali na uzima wa milele. Lakini acha tukamate hii dakika moja mbili, kila mmoja wetu amwambie Mungu, ninahitaji nami katika uzima wa milele nisikue pembeni nao Bwana. Maisha yangu yote ya kiroho kama vile ya kimwili, acha siku moja niishi katika maisha ya umilele, niishi nawe katika ufalme wa umilele. Maana kwa hali ya mwili hautaweza, lakini linasema ya kwamba tunaweza yote kupitia yeye atuaye nguvu. Ndio maana sote tutainamisha vichwa vyetu chini tukimuomba Mungu. Karibu kwa maombi tuombe sote. Bwana, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa neema yako na upendo wako Mungu wetu. Maana Bwana umetujia mara tena jioni leo kupitia chombo chako ambacho Bwana umekiandaa bado misingi ya ulimwengu. Tunasema asante maana tumesikia sauti yako. Tunasema asante maana umesema nasi mara tena kuhusu habari za uzima wa milele Yesu Kristo. Acha Bwana utujalie neema kutusaidia Yesu Kristo. Ijapokuwa Bwana katika dunia ambayo tunaishi ndani unakuwa vitu vingi vya kupotosha, unakuwa kiburi ya uzima, unakuwa mambo kaza wa kaza ambayo Bwana yanatutia mbali na mapenzi yako mfano wa zamani zote. Acha Bwana utushike mkono, acha Bwana utusaidie, acha Bwana utuwezeshe Baba, maana Bwana pekee yetu tutaweza kitu Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba na kutuambia tunaweza yote kupitia wewe nguvu. Ndio maana Bwana kila siku itopo leo tutie nguvu Yesu Kristo ili tupige vita vizuri kama walivyopiga wakina Paulo Bwana, ili Baba siku moja nasi Bwana tuvikwe taji ya uzima wa milele. Wale ambao Bwana watavikwa taji ya uzima wa milele ni wale ambao Bwana watashinda ziki ya ulimwengu, ni wale ambao watashinda tamaa ya dunia, ni wale ambao watashinda Bwana tamaa ya mwili. Ndio maana nasi mara tena jioni ya leo tunahitaji tushike mkono, tunahitaji utusaidie, tunahitaji tuwezeshe Mungu wa rehema na neema kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye. Tazama mara tena jioni ya leo Bwana umetujia kama jinsi tulivyokuwa na jia Bwana hata unahawa katika shamba la Edeni. Nasi Bwana umetujia jioni ya leo kupitia Bwana chombo chako, kupitia Bwana mtumishi wako, kupitia Bwana kinywa chako Yesu Kristo. Asante rafiki na Mungu wetu. Acha maneno haya Bwana yakae ndani mwetu kama vile Bwana namna inavyozama baharini kwa uwezo wa jina la Yesu aliye. Na zidi ya yote rafiki na Mungu wetu tusaidie tujue kuingia na kutoka Bwana kama vile yule Sulemani wa hapo kale, ili tupige vita vizuri, ili Bwana tutembee katika maisha ambayo Bwana yatatupatia mpaka kibali ya kuishi katika uzima wa milele. Ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye. Asante rafiki na Mungu wetu. Tunasema asante maana Bwana umefungua masikio yetu kama vile ya mwili, na neno hili Bwana litazama ndani mwetu kama vile nanga inavyozama baharini. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru hivyo. Amina. Amen. Amen.
Jina la Bwana libarikiwe. Basi tutakaribisha tena Papa Celeste atatukamatia kinanda, atatupatia nyimbo moja na tunatoa mali zetu kwa Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu. Tupatie nyimbo moja na tutoe mali zetu kwa Bwana. Na huku mtumishi wa Mungu Papa Elia atakuwa anajiandaa kwa sababu ya kutufungia ibada. Baada ya haya mengine kumalizika, baada ya matangazo kupita, atakuwa anajiandaa kwa sababu ya kutupatia, ya kutufungia ibada kwa maombi na kuacha sadaka zetu